Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu, 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 Yesu. Basi ni wakati mzuri wa asubuhi ya leo. Imempendeza Mungu, ametupa afya njema. Tumekutana tena mimi na wewe. Si kwamba sisi tumefanya mambo mengi sana mazuri ya kumpendeza Mungu, bali ni huruma za Mungu na ni neema ya Mungu. Naomba asubuhi ya leo kwanza nitamkie safari yako baraka. Niombee biashara yako, maana kuna wakati unaamka asubuhi mawazo yamevurugika. Unaenda dukani kufanya biashara yako na kumbe unarudisha change. Mtu ametoa buku, ametoa 1000, unajikuta unarudisha change shilingi 10,000. Au unarudisha change shilingi 9,000. Ni kama vile alikupatia 10,000. Ukifanya biashara mara kadhaa unajikuta mtaji, hela unayotafuta Dar es Salaam haionekani. Unaishia kuwa mpangaji. Ndoto za kuwa baba mwenye nyumba zinapotea, na mwisho wa siku unaomba nauli, unarudi mkoani kwetu. Nimekuja mtu wa Mungu, nibariki biashara yako, nibariki safari yako. Mungu liye hai, mfalme wa falme, Mungu liyeziumba mbingu na nchi. Ni wakati mzuri Bwana wa asubuhi ya leo. Yesu wa uzima, ninao ndugu zangu ambao nimekutana nao asubuhi ya leo. Wengine wanasafiri kwenda kwenye biashara zao, kwenye kazi za mikono. Baba, wanatamka baraka kwenye biashara zao. Bwana, ninatamka ulinzi kwenye miradi yao. Bwana, natamka ulinzi kwenye safari zao. Mapepo ya ajali za barabarani, kwa mamlaka ya jina la Yesu aliye hai, inavunja kila nguvu za giza. Maana Yesu nasema kwa sababu hiyo wewe mwana wa Mungu uliletwa ili uzivunje kazi za shetani. Mapepo ya ajali, nguvu za giza, roho za kuchanganyikiwa kwa Watanzania ninazikataa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Baba, natamka ulinzi, natamka baraka kwa ajili ya maisha ya mwanamke huyu. Natamka ulinzi na baraka kwa ajili ya kijana wa kiume huyu. Natamka baraka na ulinzi kwa ajili ya dereva huyu. Yesu wa uzima, ukamtangulie na kumponya katika jina la Yesu, maana huyu ni tegemeo la Watanzania, ni tegemeo la familia yake. Yesu wa uzima, nimembariki katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Amen. Majina yangu naitwa Mchungaji Alex, wa huduma ya Injili inayotembea kuwafuata watu walipo. Unaweza ukaenda kwenye mtandao wa YouTube ukaandika TAG Upendo, utanipata YouTube, unafanya kazi YouTube. Lakini pia unaweza ukaenda kwenye mtandao wa Facebook pia ukaandika TAG Upendo. TAG Upendo, ninapatikana Facebook. Tunakuwa live karibu kila siku ya Jumapili kwenye ibada zetu. Kwa hiyo ninakukaribisha, ongozana nasi, tufuatilie kwa njia ya anwani ya TAG Upendo. Wale ambao wamepata kipeperushi, nimekuwa nikiabudu na watu wengi, nimekuwa pia nikiabudu na watu wengi pia kwa njia ya redio. Kila siku ya Jumamosi nilikuwepo, siku ya Ijumaa ya Alhamisi kwenye redio, lakini sasa ratiba yangu inaingia Jumamosi, itakuwa kila Jumamosi nakuwa redioni. Kwa hiyo ninakutaka mtu wa Mungu, fuatilia neno la Mungu, maana neno la Mungu unapojifunza linaleta mabadiliko kwenye maisha ya wanadamu. Niko hapa Goba kabla hii rami haijakuwepo. Kwa hiyo na mimi kama wakongo wa Goba, na mimi nipo, sababu rami kabla haijawa haipo, na mimi nipo hapa mjini miaka 10 na zaidi iliyopita. Asubuhi ya leo natamani nikuletee neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Isaya, nabii Isaya, ile sura ya 24 mstari wa 19 mpaka 20. Isaya ile sura ya 14 mstari, Isaya 24 mstari wa 19 mpaka ule mstari wa 20. Isaya kitabu cha nabii mkubwa Isaya ile sura ya 24. Isaya ile sura ya 24 mstari wa 19 mpaka 20. Isaya 24 mstari wa 19 mpaka ule mstari wa 20. Isaya sura ile ya 24. Isaya 24 kuanzia mstari wa 19 mpaka 20. Nataka tutafakari hapo asubuhi ya leo neno la Mungu. Tutafakari hapo neno la uzima. Isaya nabii mkubwa Isaya. Okay, nilifungua Yeremia. Twende tuangalie Isaya 24 mstari ule wa 19 mpaka ule mstari wa 20.
Biblia inasema dunia kuvunjika imevunjika sana, dunia kupasuka imepasuka sana, dunia kutikisika imetikisika sana, dunia inalewa kama mlevi, nayo inawayawaya kama mchela, na mzigo wa dhambi zake umeilemea, nayo itaanguka wala haitaanguka tena. Itakuwa katika siku hiyo Bwana ataiadhibu jeshi la mahali palipo juu katika mahali palipo juu, na wafalme wa dunia katika dunia. Dunia kuvunjika inavunjika sana, dunia kupasuka imepasuka sana, dunia kutikisika imetikisika sana, dunia inalewalewa kama mlevi, nayo inawayawaya kama machela, na mzigo wa dhambi zake umeilemea, nayo itaanguka wala haitainuka tena. Nataka niseme asubuhi ya leo juu ya ujumbe unaosema ya kwamba mzigo wa dhambi umeilemea dunia. Mzigo wa dhambi umeilemea dunia kiasi ambacho dunia sasa haielewi namna gani itakabiliana na mzigo wa dhambi. Anaposema dunia hana maana ya anga huko juu. Anaposema dunia hana maana ya nchi hapa chini. Anapozungumza dunia anamaanisha ni watu wanaokaa dunia. Watu wanaokaa dunia ndio ambao wanayapata madhara ya kuishi na dhambi. Yako madhara yanawapata wanadamu ambao wanaishi kwenye maisha ya dhambi. Ndio mtumishi wa Mungu Isaya akafika mahali akazungumza akasema ya kwamba dunia kupasuka imepasuka sana. Mungu akampa neema ya kuona hali ya dunia ilivyo, hali ya wakati ule dunia wakati wa Isaya na hali ya sasa pia. Kama nabii waweza kuona mambo yaliyopita na mambo ya wakati wao na mambo yajayo. Kwa hiyo Isaya akaona ya kwamba dunia imekosa mwelekeo. Tunaishi kwenye maisha na sisi kama wanadamu wanakati za leo ni watu ambao tumekosa mwelekeo wa maisha, tumekosa matumaini. Leo kusikia mtu ameamua kuua mkewe aliyekuwa amemuoa, alisema nampenda, ni jambo la kawaida. Leo kusikia mwanaume na mwanaume wanaamua kuoana ni jambo la kawaida. Leo kusikia watu wanafanya maasi ya ajabu imekuwa ni